Kukurupuka tena? Mimi niliona vile unabaki unanikonyeza. Nikatoa unaniambia nikubali. Shika domo lako. Leo tumekutana na mabinti ambao wamependeza kweli kweli, ukiwatazama mwenyewe unaona kama wanazidi kucheka, wachangamka na kutabasamu. Acha tuanze kulia kwanza ajitambulishe ili tuendelee na mambo mengine. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Salha almaarufu Sumi Queen. Kwa kifupi naweza kuniita Sumaya. Sumaya. Yeah. Kwa nini Sumaya? Kwa sababu ni jina lepesi sana kwa kila mtu. Na ni jina ambalo nimelipenda kwa sababu mimi ni msanii. Ni jina ambalo hata nikipita sehemu yoyote, mtu kama aliwahi kuniona kwenye TV, linamwea wepesi kwa kusema. Asante sana. Wakufuata? Hello, kwa majina naitwa Mida Salu, ni msanii wa TMT, Talent Management Team. Salu. Uko sawa? Niko sawa. Unapendeza sana. Asante. Wakufuata pale? Kwa majina ninaitwa Husna, hilo ni jina la wazazi, lakini jina niliyopewa ndani ya sanaa ni Samantha. Samantha. Yeah. Kwa nini umependelea wakuite Samantha? Au director kafanya mambo? Hapana, sijapendelea. Eti. Maana director ameona kutokana na uwezo wangu na kipaji kiko ndani yangu, kaniambia kuanzia leo ninakuita Samantha. Samantha. Yeah. Tuende kwa Salu. Salu, katika kundi hili la TMT naona mko kamili. Ndio. Movie ambayo inakuja wewe unaigiza kama nani? Movie ambayo inakuja naigiza kama Rachel. Rachel. Yaani kwanza leo unakuita Rachel. Ndio. Kwa sababu wewe unaendelea movie utaitwa Rachel. Kabisa. Unaweza kutuambia kwa kifupi Rachel movie anahusiana nini? Kwenye movie alikuwa ni binti ambaye anateswa na mapenzi. Eti. Sasa kwenye pita zake akakutana na kijana ambaye anaitwa Shafii. So akaanzisha gurudumu lao, lakini huko mwisho huko kuna mambo mengi yanatokea. Umesema wewe ni nani? Sumaya. Sumaya. Yeah. Katika movie hii unaigiza kama nani? Yaani katika movie hii naigiza kama queen wa movie. Queen wa movie. Yeah. Ukisema queen wa movie unamaanisha nini? Yaani mimi vurugu zote ambazo ziko kwenye hii movie ni mimi. Yaani heka zote. Yaani hata kama wanapoteseka ni mimi. Sasa Sara, nasikia ndani ya movie wewe umekuja kudumukia kwenye mapenzi kweli kweli. Tazama usije kuigiza mambo ya kaja kwa kweli kweli kabisa. Hapana. Ni maigizo tu. Ni maigizo tu. Ndani ya kambi hii mko wangapi ukitizama? Tupo wengi. Kama 20-25 hivyo. Umejipanga sana. Eti. Maana TMT ni lebo kubwa, tuseme kwa yani Afrika na Afrika Mashariki pia. Ni lebo kubwa, kwa hiyo tumejipanga sawa sawa. Yaani hapa kwa ujumla yani alamu kama watu 25 hivi. Eti. Kwa sababu sio rahisi kuhesabia hapa na pale. Wapenzi watazamaji wa Izozi TV, niwaombe kwanza twende YouTube, tutembelee mtandao wa YouTube, tuandike TMT team, uone mambo yao wanafanya nini kupitia mtandao wao. Ndani ya movie hii ambayo mnaenda kutengeneza, watu wategemee nini? Mashabiki wategemee nini sasa? Mashabiki cha kwanza wategemee utofauti. Kwa sababu kwanza upande wa production watu wamejipanga, pili upande wa wasanii kwa kweli tulijifua vya kutosha kwa sababu ni movie ambayo tumeiandaa si chini ya mwezi mmoja. Kwa hiyo unasikia ni kitu ambacho tumekiamulia kwa kukifanya kwa moyo wetu wote na vipaji vyetu vyote. Kwa hiyo kwa kweli mashabiki mjiandae, maana kwa hii movie tunakuja kitofauti. Kabisa. Nimefurahishwa na hicho kitu kwa sababu ukisema na penye mko panapendeza kweli kweli. Ndio. Watu wote mkiwa sehemu moja. Ndio. Samantha. Naona uko very serious. Kawaida. Samantha, how are you? I'm fine. Eti? Mbona unapendeza sana? Asante. Kwa nini umeigiza kama Samantha? Naona na nywele umetoa. Umekuwa mwanafunzi? Hapana, unajua star ni look, change look. Yaani kama ukiwa kwenye look hii, kesho usikone tena kwa ile look. Una change look, kila mtu akiona aseme kabisa. Yaani nimependa kuchange look, mambo yawe poa. Jamani, ni waombe watu wa Burundi, watu wa Bujumbura, watu wa Rumonge, mkae mkao wa kula, kitu kinakuja. Mimi bado nauliza maswali jamani. Ndio, hamna shida. Itakuja kwa jina gani?
Movie hii itakuja kwa jina la Last Decision. Last Decision. Ikimaanisha maamuzi ya mwisho. Ya mwisho. Kabla sijaendelea, sitaki mniigizia sina ambayo mtakuja kutoa huko mbele. Attention, action. Samantha. Hivi humu ndani nani mkubwa? Ni wewe. Ni mimi. Kwa hiyo humu ndani tunakuwa tunakoseana adabu. Dada, kwani kumetokea kosa gani? Hivi wewe unakumpiga sala? Hivi humu ndani nishakukataza nini na unafanya nini? Lakini dada, lakini kitu gani? Hivi unajielewa kweli? Wewe huoni kama wewe ni mdogo wetu? Samantha, hiyo tabia sishakukataza. Kwa nini kila siku wewe tu ndani? Kwa nini? Na wewe usiendelee kukaa kinyonge. Yeye anakaa tu anakunyanyasa tu, unamtizama tu na unamchekea. Sasa sikilizeni. Kuanzia leo sitaki kusikia huyu upuuzi humu ndani. Tunaelewana? Samantha. Dada, hakuna yani sitaki hapo, no discussion. Dada, mpe adhabu kwanza. Shika domo lako. Samantha. Jamani msije kugombana mimi nao. Eti msije kugombana mimi nao. Unaona Samantha uko very serious. Samantha. Nani alikufunza? Naona mambo yanakuja vizuri. Mwalimu Bangili. Mwalimu Bangili. Wewe? Mwalimu The Way Melody. Mwalimu The Way Melody. Ndio. Nini maana ya melody? Nachanganya vinanda. Ndio. Sana. Mwalimu The Way Melody. Ina maana ni vipaji wawili vimekutana. Ndio. Kwa hiyo watu wategemee bomu kutakuja kulipuka. Yaani zaidi ya bomu. Yaani kusikia ile bomu la nuclear. Tena wakae attention. Watulie. Wewe hapo umesema yani migogoro yote iko kwenye mgongo wako. Hivi ukipata mwanaume maskini utamkubali? Zote ni changamoto za maisha, ni hali tu ya maisha. So inategemeana. Inategemeana. Kwa hiyo hauwezi kumkubali. Maana ukisema inategemeana, haujasema vizuri. Ndio kitu nitakufikiria, sio kurupuka. Kwa hiyo nikisema inategemeana, maisha ni kutafuta. Lakini inabidi kwanza ujitafute. Ujitafute afu ndio katafute. Sawa. Wewe. Kwa kweli mimi mwanaume maskini hapana. Jamani, kuteseka kunauma. Kuteseka kunauma. Tutafia ndani. Tutafia ndani. Kwa hiyo yani ukijua kama unanitaka lakini unaona hali yako bado haijaruhusu, maidia kazitafute kwanza. Kazitafute. Natamani kutembeza Prado jamani. Ile ninayo wapi? Yaani natakiwa nipate ya zaidi. Sasa kushakuja una hela jamani. Kazitafute tu. Jamani tutafute hela. Samantha, wewe mwanaume maskini. Mimi sina shida. Au tuna upendo au ananisupport ndani ya kazi yangu. Wengine tunatafuta. Tunatafuta. Maana sababu yeye anasema atafute kwanza pesa. Hapana, mimi sio hivyo. Yaani mimi wale wanavyo wametafuta. Mimi aje anipende kweli, tutatafuta. Mapenzi ya kweli. Asante sana wapenzi watazamaji wa Izozi TV, mnasikia kwamba kipindi chetu kinazidi kunoga. Na ni changamoto zipi mnakutana mkiwa mnaigiza? Tukianza na wewe. Asoswa kwenye changamoto za kuigiza, sisi wanawake huwa tunakutana changamoto nyingi sana. Sababu sio kila mtu, hata mzazi ukampelekea anamwambia mama mimi naenda kuigiza. Yaani utakapofikiria wewe na atakapokipokea ni tofauti. Lakini kwa sababu ni mzazi anaelewana tu na wewe. Lakini watu baki. Aisee, kuna wanatufikiria vitu vibaya sana. Asoswa sisi wanawake. Vizuri sana na nimekuelewa. Naonekana mpaka unafikia kuwa star kupitia mambo mengi. Yaani hapa nimeteseka. Jamani, nikija kupata hela wasiniite mchawi.
Ni msanii yupi ambaye anakufurahisha mwigizaji duniani? Duniani. Basi wewe hakuna mwenye basi unafuatilia? Nafuatilia yani wa kwanza huwa najiangalia mwenyewe. Hicho ni ukweli kabisa. Sababu swala la kuigiza naweza nikasema lilikuwa ndani yangu toka zamani. Sababu kuna kipindi nilikuwa nikikaa hivi nyumbani, ningali mtoto mdogo na kusanya watoto, wewe utakuwa baba, wewe utakuwa mama. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kwangu mimi. Yaani mimi mara nyingi huwa najiangalia mida kama mida. Alafu labda hivyo kwenye upande wa pili, ukinipa nafasi ya kusema wa pili ndio naweza kuanza, lakini wa kwanza mwenyewe. Wa pili anaitwa Shine Magadayao. Nani? Shine Magadayao. Samantha, hapo nafikiri hapo watu wanakuitisha kuja kuigiza. Ulipitia changamoto zipi? Changamoto ni nyingi sana. Nimeitwa majina, nimevikwa picha ambayo kivyangu kwa gisi ninajua kabisa na familia yangu sipo. Nimeitwa malaya, sijui nimeitwa nani. Lakini yote ni changamoto tu. Yaani nimevumilia, nimeachwa kisa kuigiza, siwezi kukaa na msichana mwigizaji. Nikahaba. Yaani nasikia hiyo inauma. Lakini nimekaa nayo hadi sasa hivi. Kwa sawa. Nataka uigize wewe kama kahaba sasa hivi. Mimi. Mbona kawaida? Nipe basi uone. Baby. Si unajua tena. Mimi bila wewe siwezi chochote. Na unajua ukiwa mbali na mimi huwa nasikia siko sawa. Hebu njoo basi unikumbatie. Acha basi. Ndio. Ni filamu ambayo inakuja soon kutoka ndani ya TMT. Ndio. Wanaambia watu wategemee kitu kizuri, si vile? Ndio. Yaani wajiandae kabisa. Wajiandae. Ndio. Eti. Si kawaida tu. Basi nipe ondo kidogo. Sumaya. Abe? Naona tulio boronga pale kwa dati. Hayo yote ndio umeyafanya Leto. Isingekuwa wewe, hayo yote asingetokea. Unaenda kujibu vitu ambavyo hata havieleweki. Sasa ningejibuje pale? Mimi nilijibu vile haraka haraka ili tu nikuokoe. Kumbe kwanza tunaingia kwenye mtego wake. Bila hata hivyo rafiki yangu Leto, umekurupuka sana. Usingejibu vile. Yaani mimi nabaki na kukonyeza limadi tu nitazame ukatae. Lakini bado unakubali vitu vya kijinga. Ona sasa, nimepewa adhabu ambazo hata siwezi kuzimili. Kukurupuka tena? Mimi niliona vile unabaki unanikonyeza. Nikatoa unaniambia nikubali. Na nilifanya vile ili tu nikuokoe. Jamani stop. Nimeelewa. Alikuwa anafanya nini? Alikonyeza. Ili usiseme eti. Basi neno moja kwa mashabiki wewe. Kwa kweli mashabiki, cha kwanza tunaomba mzidi kutupokea kama mlivyotupokea mara ya kwanza. Cha pili tunamtegemee kazi nzuri yenye ubora na nafasi nzuri kwa kweli. Na nadhani najua mtafurahia movie yetu na mtafurahia mambo ambayo tunaenda kuwapa very soon, na tunawapenda sana tena sana. Karibuni katika mtandao wetu wa TMT Talent Management Team. Tunawapenda jamani sana wapenzi watazamaji wa Isosi Media. Acha tuambie saluti sana. Endeni basi msubscribe, mtoe comment na like ili muwe wa kwanza kupata vipindi kutoka ndani ya Isosi Media.